Tumsifu Yesu Kristo Shemasi. Milele amina. Habari ya uzima? Mungu mwema, namshukuru Mungu. Naendelea salama. Okay. Nimefurahi sana kukuona kwenye adhimisho la misa takatifu ya leo. Nashukuru Mungu. Na kwa kweli umetoa mahubiri ambayo yalikuwa ni mazuri sana. Bila shaka watu watakuwa wamebarikiwa. Bila shaka. Ni Roho Mtakatifu. Kabisa. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Mafinga Catholic TV, hapa pembeni yangu ninaye Shemasi ambaye amekuwa akitumika katika jimbo letu la Mafinga kwa takriban miezi miwili sasa hivi. Na natamani tuongee naye tuweze kujua mawili matatu yanayomhusu yeye. Na bila shaka pia watu pia wanatamani kukufahamu. Wewe unaitwa nani? Kwa majina ni Norbert Shayo, ni Msalesiano Don Bosco. Okay. Na pia ni mzaliwa wa Moshi. Okay. Yeah. Na tamani pia kufahamu kwa sababu lengo kubwa hapa tunatamani kufahamu safari yako ya wito imeanzia wapi na mpaka sasa hivi nini imekuwaje? Umesoma shule gani ya msingi? Unaikumbuka? Yeah. Ndio. Siwezi nikasahau shule yangu ya msingi. Okay, nilisoma shule ya msingi inaitwa Korongoni Primary School. Ndio. Ni shule ya kata. Ndio. Ambayo iko mita kidogo karibia na nyumbani. Okay. Na baada ya hapo sekondari? Baada ya hapo ndo nikapata nafasi kupitia ndugu yangu ambaye alikuwa ni rafiki ambaye tulianza naye seminari ndogo. Ndio. Ambayo ni Don Bosco Seminary School. Ndio. Ya hapa Mafinga. Na nikaisha hapo kwa miaka 5. Sababu ule wakati tulikuwa tunaanzia pre-form 1, kiendelea mpaka form 4. Hapo Shemasi, wewe unaishi Moshi. Umetambulishwa na rafiki yako kuja kusoma Mafinga. Yaani hiyo connection ilikuwaje? Ni mtu aliyekuwa anaishi kule Moshi au ilikuwaje? Okay, kipindi niko mtumishi ndio nilijaribu kufuatilia kujiunga na jimbo lakini sikuweza kufanikiwa. Ndio. So kuna huyu rafiki yangu ambaye tulikuwa tunatumikia naye ndo alinitambulisha kwa Wasalesiani. Okay. Kuna jumuiya ambayo iko pale Moshi. Ndio tukaenda pale, tukapata anwani, tukaandika barua. Ndio. Na mwisho wa siku nashukuru Mungu. Ndio. Tulikuwa mmoja wa wale waliochaguliwa kujiunga na seminari hiyo. Okay. Hapo ukiwa uko Moshi, natamani kufahamu yani ilikuwaje mpaka unakuja kujiunga na leo hii tunaongea wewe ukiwa Shemasi. Ndio. Bila shaka tunasema uko na wito wa upadre, si ndio? Kipindi kile ukiwa la 7 ulikuwa unajisikia kabisa mimi nataka kuwa padre au ni vile tu ulikuwa unafurahishwa na ule utumishi wa kanisani ukaamua tu kujiunga na seminari? Okay. Kiukweli ndio. Lengo lilikuwa siwezi nikasema sidanganye, siwezi nikasema ni kuwa padre. Yes. Lakini kutokana na zile sifa seminari ziko nazo kufaulisha, wanafanya vizuri. Ndio. Okay, na mimi nikasema japo nilikuwa ni mtumishi. Ndio. Nikasema nami nijaribu hii nafasi. Ndio. Na hapo nikapata hii nafasi ya kujiunga naye. Mungu ni nani? Okay. Kwa kipindi kile tuseme ni kwamba ni vile ulikuwa unasikia tu seminari zinafaulisha sana. Okay, na vitu vingine, si ndio? Okay. Natamani kufahamu baada ya kufika sekondari umeenda, baada ya form 4 kuna utaratibu gani ambao uliendelea pale? Okay, baada ya form 4 ilikuwa ni miezi 6 kabla ya kumaliza form 4. Ndio. Mkuu wa seminari hiyo alitutangazia wale ambao wangependa kuendelea na seminari yetu. Ndio. Wanaweza wakaanza kuandika hizo application. Ndio. Okay, nilijiita kikao, nikatafakari mwenyewe, nikaomba Mungu. Ndio. Nikaona niendeleze step. Lakini pia hapo najua kuna watu wengine waga wanaenda kwa sababu pia ya ule utaratibu wa seminari waliozoea. Sio kwa sababu pia ni wameusikia ule wito, si ndio? Okay, kwako wewe ilikuwaje? Yaani ulijisikia kabisa yani mimi sehemu yangu kabisa ni huku, sio sehemu nyingine? Natamani kufahamu kitu. Niweza kusema ule wakati kweli nilisema nijaribu. Ndio. Kwa sababu kulikuwa kuna ule mvutano. Sisi tunapenda kwenda shule za serikali. Mimi naendelea seminari, mimi siwezi. So mimi nikasema, na kati ya shule ambazo niseme nili apply ni hiyo ya seminari
na moja ya Minaki, inaitwa Minaki ambayo Minaki, yes. Secondary. Hizo ndo shule ambazo tuseme niliziandika kwa. Hata kwenye government niliandika Minaki, na lakini nilisema liwalo na liwe seminari nitaendelea. Mwisho wa siku matokeo yakaja kutoka ya form 4. Nashukuru Mungu yalikuwa mazuri. Na huku pia nikaa nimejibiwa barua. Nikajiunga na hiyo seminari ya form 5 na 6 ambayo iko Dodoma. Ya Don Bosco. Na baada ya hapo, baada ya kumaliza form 6 utaratibu ulikuwaje? Baada ya kumaliza form 6 pia utaratibu ulikuwa ni ule wa kuandika barua. Kuandika application. Bado nilikuwa najiita kikao na kuna kimsukumo ndani yangu wake nasema nenda andika tu. Nikaandika barua, nikaomba kuanza malezi rasmi ya kujiunga na usalesiani. Na ndipo nilipo pia ajibiwa. Na tukaanza hizo process za kuanza kufuatilia hizi passport na vitu vya kusafiria. Sababu malezi yanaanzia Nairobi. Japo kabla hakuna Nairobi tulikuwa tuna malezi ya muda mfupi kama mwezi mmoja kwa wale wanaotokea Tanzania kabla hawajajiunga na wale wanaojiunga na hili shirika kutokea Kenya. Mimi nataka unieleze kitu kimoja, Shemasi. Kuna wale ambao wanaenda jimboni, kuna wale wanaochagua kwenda shirikani. Na tunakumbuka ulivyokuwa la 7, ulijaribu kwenda kutafuta nafasi ya jimbo ukakosa. Ni nini ambacho kilikutofa? Yaani ni msukumo gani ambao ulikuambia bana mimi licha ya kwamba ushafika form 6 na unayo nafasi ya kuendelea na wito katika sehemu ya jimbo. Yaani ilikuwaje ukasema ngoja mimi nirudi kwenye shirika? Malezi ambayo nilipata toka form 1. Toka form 1, pre-form 1 kwanza. Mpaka form 6 ni malezi ya kipekee ambayo nilisema hata mimi nikijiunga na ile shirika ni shirika ambalo wanaishi kwenye jumuiya na pia malezi wanayotoa ni kwa ajili ya vijana hasa wale wahitaji. Mimi nikaona na mimi naweza nikawa mmoja wa wale watakao kuja kusaidia vijana. Kwa sababu ya malezi mazuri ambayo pia nilipokea kutoka kwa hao wasalesiani walionipokea kabisa. Kwa na mimi nikaona niendelee na malezi yale ambayo nilianza nayo. Kwa tuseme kwamba mtu japo najua kikubwa ni kusikiza mtu wako wa ndani, kumsikiza Roho Mtakatifu anasemaje muda mwingine, kwa sababu haya mambo ya wito yanaanzia ndani, si ndio? Hatua zikoje baada ya mtu kuwa amemaliza form 6? Kwa mtu ambaye sasa ni msalesiani, anatamani kuwa msalesiani, si ndio? Natamani kufahamu zile hatua mpaka nakuja kuwa padre. Tuseme kama umemaliza form 6 ndio kuna utaratibu kwanza wa kutafuta yule mkurugenzi wa mito. Ama nyumba yote wa salesiani ambayo ipo karibu. Unaweza ukaenda ukapata utaratibu maalum wa kujiunga, ambao wao ndo watakuunganisha na ule mkurugenzi wa mito wa shirika. Naye hapa ataanza kukufuatilia. Kwa hiyo atakwambia uandike barua, hizo process zote za kujiunga. Na endapo amekupa majibu kwamba njoo, watakuita tunakiita come and see. Kwa kama umetokea kwenye shule za Don Bosco, utakuwa tu na muda mfupi ule wa kukutana kwa kama wiki 3 ama mwezi mmoja kabla hujaendelea na pre-novitiate. Ila kama umetokea shule za kawaida tofauti na shule za wasalesiani za Don Bosco, itabidi sasa wakupe mwaka mmoja ambao tunauita no mwaka wa come and see, ambao ni kama aspirant, aspire kuwa msalesiani. Ni kama unafanyia orientation fulani. Au sio orientation? Aspiring. Wa mwaka mmoja ukaa nao wanakupeleka kwenye nyumba yoyote. Unakaa nao kwa mwaka mmoja kuangalia maisha hayo na nini, alafu kama huku ukiwa unafuatiliwa na wale walezi ambao kwenye hiyo nyumba. Kabla hujamaliza watakutaarifu kwamba ungependa kuendelea. Kama unapenda kuendelea, andika kwa mkono wako. Ili useme umeshurutishwa. Ile siku ukija kubadilisha maamuzi turudi kwenye barua pale, si ndio? Ndio. Kwa hiyo utaandika barua, ndio
baadaye kupitia zile evaluation ambazo wamekuwa wakikufuatilia toka walipojiunga nao, ndio pia wao watakaa chini kuangalia. Baada ya kuona kwamba kweli unafaa, unaendelea na stage inayofuata ambayo ndio pre-novitiate. Okay. Na hiyo inachukua muda gani? Kwa sababu tumeshaona hii ya kwanza inachukua mwaka mmoja kama mtu ametokea shule nyingine, na kama mtu amekulia katika makuzi ya Don Bosco, haya shule za Don Bosco, anachukua mwezi mmoja. Anachukua mwezi mmoja tu, ama mwezi mmoja sana sana. Okay. Sasa baada ya hapo, hiyo hatua inayofuata inachukua muda gani? Hatua inayofuata inachukua pia mwaka mmoja, ambao ni pre-novitiate. Yes. Mwaka mmoja unatumwa, ambao kwa malezi yetu yapo Nairobi. Nairobi kuna community moja inaitwa Bosco Boys. Okay. Kwa hiyo unaenda kwa mwaka mmoja pale. Pia pale kuna malezi ambayo tunayaita malezi human formation. Yes. Jinsi ya kuishi na sana sana vijana, watu, mambo ya human formation. Okay. Kwa mwaka mmoja. Yes. Baada ya pale pia watakuwa na kufuatia kimalezi. Tuseme ni kila hatua, yani wanakufanyia evaluation. Kabla ya kwenda hatua nyingine lazima evaluation. Ndio. Na pia kila hatua lazima uandike barua. Ili usije ukasema ni ulishurutishwa. Mambo ndio. Baada ya pre-novitiate sasa ndo tunaingia novitiate. Yeah, okay. Tunaingia novitiate. Novitiate pia ni mwaka mmoja. Yes. Na huo mwaka mmoja lazima uende 365 days. Ukiwa umepunguza zisizidi siku 15. Ikitokea umeumwa, unapata emergency, unaenda nyumbani, zisipite siku 15. Endapo zikapita lazima urudie mwaka ule mzima. Okay. Baada ya pale pia una apply kwenda kuwa sasa msalesiani. Okay. Baada ya kufuata malezi yao ya novitiate, una apply sasa kuwa msalesiani. Okay. Ukikubaliwa ndipo una make first profession. Nadhiri za kwanza ambazo baada ya hapo sasa ukisha make hizo nadhiri za kwanza unaingia philosophy, falsafa kwa miaka 3. Baada ya hiyo miaka 3 kumaliza falsafa, unatumwa kwenda kufanya miaka 2 ya kichungaji, ama unaweza ukatumwa pia kwa ajili ya ku-upgrade masomo ya falsafa ama kuendana na uhitaji wa shirika. Okay. Okay. Sababu anaweza kukutuma kusome masomo ya kawaida, kwa sababu pia tuna shule. Ndio. Tuna vituo vya vijana ambavyo vinahitaji watu kidogo ambao wana elimu hiyo. Ndio. Kwa hiyo wanaweza baada ya kumaliza falsafa kuna hiyo miaka 2, ama kama masomo hayo yanahitaji miaka zaidi, pia lazima pia uwe tayari kufanya hivyo. Hauko tayari, unaongea pia na mkuu wa shirika. Okay. Maana usipokuwa tayari ndio umeharibu kila kitu. Hapana. Okay. Ni lazima pia ana dialogue na wewe. Mkuu wa shirika ana dialogue na wewe. Okay. Sisi tumeonalia tukutume sehemu fulani, kusomea kitu fulani. Uko tayari? Hapana. Uko tayari? Ndio. Lakini sijawahi ona bado mtu anayekataa. Si wito. Na lazima una utii. Najua pia ni kitu ambacho tuna profess. Yes. Kupitia wakuu wa shirika. Okay. Baada hapo kwa wale wanaotuma miaka ya kichungaji 2, baada ya kumaliza ile miaka inabidi sasa wa apply kwenda theology. Okay. Teolojia kwa miaka. Teolojia ni elimu ya Mungu, si ndio? Talimungu. Okay. Wanaita talimungu. Talimungu au elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu. Sawa kabisa. So baada ya hapo sasa ndo unaingia kwenye hiyo hatua ya mwisho ya malezi ambayo ndo teolojia. Ndio. Miaka 4. Kwa sasa mimi tayari nimemaliza mwaka wa 3. Okay. Kuendana na zile taratibu mpya za kanisa. Ndio. Teolojia miaka 3. Yes. Alafu mwaka wa 4 unafanya zaidi pastoral. Okay. Yeah. So nimemaliza miaka 3 ndo nikapata ushemasi. Na nashukuru pia wanafamilia ya Mafinga, kwa sababu kuna wawakilishi waliofika kuweza kusali na sisi, kushiriki ile siku ambapo tunapata ushemasi. Unapokea. Alafu mwaka wa 4 unafanya ile uchungaji. Mwaka wa kichungaji. Yes. Mwaka mzima ambao unakuwa umefanya mazoezi ya kutosha kabla hujawa padri. Okay. Kwa sababu kule kwa upande wa jimbo huwa ni miezi 6
Baada ya mwaka wa theology mwaka wa mwisho, si ndio? Baada ya mwaka wa 3 nimeona wanaenda miezi 6 jimboni kwanza. Alafu wanafanya uchungaji kwa miezi 6, wanarudi tena shule. Okay. Wanamalizia hiyo teolojia. Yeah, okay. Alafu ndo wanakodeniwa, wanapata unanile shemasi. Safari kwa nzuri sana. Kwa hiyo ni takriban miaka mingapi sasa imetokea umemaliza form 6? Toka nimemaliza form 6. Na hapo tuna kama miaka 7 kwanza, miaka 6. Miaka 3 ya philosophy, falsafa. Kuna miaka miwili renovation na novitiate, yes. Miaka 3 ya falsafa, miaka 2 ya uchungaji. Miaka sasa hivi nimemaliza miaka 3 ya theology. Kwa miaka 10 tayari. Hatari. Hongera sana baba. Kwa kweli sio kwa mwenendo huo sio safari ndogo. Sio safari ndogo, na kwa kweli unahitaji kuwa na wito, kwa sababu unajua ukiwa na wito ni something ambayo ni kitu ambacho mwisho wa siku hutaona kinakuchosha, kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani yako. Na unajua pia huu wito sio kwamba ni mimi ninaamua. Ndio. Tunaambiwa kwanza ni Mungu anakuita, alafu wewe ndo. Lakini pia mimi ninaamini kwamba wewe una wito. Unajua kwa nini? Unajua safari nzima mara nyingi hata watu wengine wanachelewa kuvijua vipawa vyao. Inawezekana mtu akapita huko akapita kule, kumbe ana kitu chake special. Pengine hata na wewe nilivyokuwa nakuuliza kwamba ilikuwaje, ulikuwa unajisikiaje, pengine wito wako ni huu, lakini sasa Mungu anakupitisha hata kama huelewi. Mungu anakuwa anakupitisha na kupeleka pale, japo huelewi, unajikuta una kimsukumo fulani. Umeona Kwa kweli hongera sana, na Mungu aendelee kwa kweli kukupigania. Na hapa sasa ndio naelewa ule pale mnapokuwa mmesimama kanisani nasema jamani mtuombe. Ndio nawaelewa kwa sababu sala ni kitu kimoja ambacho kweli ukiwa na imani na matumaini pale unapomwomba Mwenyezi Mungu, ndio yeye huwa akai nyuma kusema nisubirie. Ndio. Naye anafanya pale pale kwa sababu anajua ni nini amekuchagulia pia kwenye maisha yako. Kabisa. Kama mimi siwezi nikasema kwamba sijapitia crisis kwenye wito. Nimepitia crisis. Kuna wakati unafika unafikiria kweli Mungu umeniita, kwa nini haya yananitokea kwenye hii safari? Lakini mwisho wa siku unakaa chini unasali, unaona vitu vinaanza kulainika. Okay. So ni jambo la kushukuru, na tuseme ni safari pia ambayo imeongozwa sana na sala na pia sala za ombi. Okay. Sababu kweli ukiangalia huko nyuma watu ambao wamewaambia kwamba mimi niko seminari, ni jambo kubwa ambalo kwa zile sala zote wakikaa tunamwombea mseminari Norbert Shayo, Shemasi Norbert Shayo. Kweli zile sala hazipiti tu, zinakuja zinafanya kazi yake kupitia neema za Mungu. Kuna usemi mmoja unasema kwamba kuomba ni kazi, ila maombi yanafanya kazi. Unajua unaweza kuwa unasali ni kama unaona kama sijibiwi, yani kama huoni kitu, kumbe kuna nguvu nyuma ya sala. Kwa kweli hongera sana. Hongera sana, na sisi wana Mafinga tunatamani, tunaendelea kukuombea ili Mungu aendelee kwa kweli kukupigania, aendelee kukutegemeza uweze kufikia wito mtakatifu. Amina. Na pia nipende kutoa shukrani za dhati kwa wana Mafinga na parokia nzima na jimbo zima tuseme, kwa sababu limenipa nafasi mimi baada ya ushemasi tu. Ndio sehemu ya kwanza ambayo nimekuja kutumikia. Kwa nini ushemasi umepata lini? Nimepata mwezi wa 5 tarehe 22 mwaka huu. Okay. Kwa hiyo sisi tumepata bahati ya kuwa na kupata ule upako wa kwanza ndio yani kupata ile blessing, tunasema kupata baraka yako za kwanza kabisa. Ndio. Ninashukuru kwa sababu ni sehemu ya kwanza ambayo baada ya ushemasi hapa ndo nilifika kuja kwanza tume wangu. Okay, nilipita nyumbani siku moja, lakini siku moja ile haikunipa kitu chochote. Lakini kuja hapa nafasi zile nilizopata kushirikiana na wanaparokia watu paroko ananituma nenda katembelee wagonjwa, nenda kabariki nyumba, fanya hichi kuikia, leo utahubiri. Hizo zimenipa nafasi ya mimi kuweza exercise hii oda ambayo kanisa limenipatia. Kwa hiyo niwashukuru sana na niendelee kuomba sala zenu. Kwa kweli natamani kuulize kitu hapo.
Tunatamani sasa kufahamu shemasi ana majukumu gani? Ni nini kazi za shemasi? Tunaomba tueleze kwa ufupi, ni nini majukumu yako? Okay, kazi ya kwanza ama huduma ya kwanza ya shemasi ni huduma ya neno la Mungu. Ndio maana hata wakati tunapokea kitu tunachokabidhiwa ni neno la Mungu. Kutangaza Injili. Ndio maana kama shemasi yupo kwenye misa lazima aombe ridhaa ya padri aende akasome Injili. Akiruhusiwa anaweza pia akatoa homilia na matafakari ya neno hilo. Huduma ya pili ni huduma katika liturujia. Kumsaidia askofu au padri madhabahuni wakati wa liturujia. Na kutoa huduma zingine zinazoendana na liturujia. Pia shemasi anaweza akabariki baadhi ya visakramenti. Kama nini? Rozari, maji ya baraka, yote vile, picha, visakramenti vyote ambavyo tunavijua kama Wakristo. Huduma nyingine anaweza kutoa huduma ya mazishi. Akatoa mazishi, anaweza akatumwa kwenda kufanya ile ibada ya kutoa kwa ajili ya maziko yale. Na huduma ya ndoa pia anaweza akatoa, na huduma nyingine ambazo ziko kwenye ile teritoria ya shemasi. Lakini hawezi akatoa sakramenti ya mpaka wa wagonjwa. Hawezi akatoa sakramenti ya kitubio. Hawezi akaadhimisha misa. Hiyo ni mpaka apakwe mafuta kama padre, kama kuhani. Kama kuhani. Asante sana. Sisi tumefurahi kuongea na wewe, na sisi kama wana Mafinga tunapenda kukushukuru sana kwa muda wako, kwa majitoleo yako. Nashukuru kwa majitoleo yako, lakini pia kwa muda wako. Sawa, tunatambua mchango wako, na sisi tunakukaribisha tena Mafinga. Nitarudi. Urudi kwa sababu hapa nije niseme asante kwa sababu kupitia huu mwezi mmoja wa huu utume niliofanya hapa, ama uchungaji niliofanya hapa, ndio kitu ambacho naenda kuishi maisha yangu yote ya ushemasi hata nikitoka hapa. Kwa hiyo lazima nirudi niseme asante ya kipekee. Mungu akijalia mwakani niweze kuwekewa mikono na mimi. Kumbe ni mwakani? Sawa. Ni Mungu akijalia. Naam, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa Mafinga Catholic TV. Muda wote huu tulikuwepo na Shemasi Norbert Shayo. Tulikuwa tukizungumza naye mawili matatu. Kwa hakika tunapenda kumshukuru sana kwa muda wake, kwa majitoleo yake, kwa utume wake kwa ujumla. Na sisi tunapenda kumtakia kila laheri. Tunapenda kumtakia mema katika utume wake huko anapoendelea na masomo yake, ili basi panapo majaliwa aweze kuwa kuhani baada ya masomo yake, baada ya kila kitu ambacho kiko mbele yake. Tuseme asante na tukutane wakati mwingine.